Wakati huu ni wakati mzuri kwa sababu ungekuwa hauamini usingekuja mahali hapa. Andaa tayari. Usisikilize neno la Mungu kama labda ulishazoea, ni mtu fulani ninayemfahamu ameshazoea kuongea hapa. Neno la Mungu liko mpya kila siku kwa ajili ya kutufundisha na kwa ajili ya kujenga, kwa ajili ya kutubadilisha. Haleluya. Kwa wakati huu mzuri tuliwa tumesimama huku wana praise wako wazuri, tukiwa tunaelekea kukaa. Hebu nigeni makofi wana praise wako. Kwa wakati huu ningemkaribisha mtumishi wa neno la Mungu tuangalie kwa ajili ya neno la Mungu. Tutakapokuwa ninaomba atakuwa anakuja mahali hapa. Mpaka mafuta umemwagia kile ambacho mtakiwa kusema siku ile, na akakiseme kwa usahihi. Yule muovu asije akachanganya maneno yake. Akakiseme kwa usahihi kama Mungu alivyokusudia kundi lako, tukahudumiwe, tukajengwe, tukarekebishwe. Kwa sababu neno lako, kila andiko la Mungu linafaa kwa mafundisho, kuonya, kurekebisha na kutengeneza. Ninasema asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu Mungu aliyemwandaa siku ya leo. Katika jina la Yesu, katika jina la Baba, katika jina la Mwana na Roho Mtakatifu, tushangilie na tupige makofi. Bwana Yesu asifiwe sana.
if you are in the kingdom of God, huwezi kupata neema kama Mungu. Lakini pia huwezi kuwa na amani kama hujui Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amani inatoka kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na 7 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kufunga na kuomba haja zenu na zijulikane na Baba, na amani ipitayo amani yote itawahifadhi mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuja kuona amani ni kitu cha msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama amani ni kitu cha msingi sana, na Mungu anakuambia ili uwe na amani lazima ujue yeye. Ina maana kama umjui Mungu, ina maana huwezi kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka tuzungumze juu ya mwenendo wetu kama fellowship. Frankly speaking, mwenendo wetu hauridhishi. Tulikuwa wengi, nashangaa kadri siku zinavyoenda idadi ya watu inapungua. Maybe kuna watu wamekosa kibali, nimeambiwa wamekosa kibali, mwingine nimeambiwa ni swala la priority. Mimi naomba tuendane na yote. Kuna watu wamekosa kibali, lakini pia tuendane na swala la priority. Lakini nimeambiwa pia kuna watu hawajakumbushwa, labda wamejisahau. Lakini na imani jana nilijaribu kwa namna ambayo Mungu alinisaidia kumkumbusha kila mtu. Takriban watu 98 niliwakumbusha jana. Labda kwa sababu ya mtandao, labda wanatokea message yangu. Lakini nataka tutafakari neno moja katika maisha ya kusoma. Sijajua, lakini kwa sababu watu kaka zetu na dada zetu walikuwa. Nafikiri mwaka wa 5 ni mwaka mgumu kuliko miaka yote. Si katika concept ya ugumu wa masomo, lakini katika concept ya ratiba kubala. Huwa najisikia vibaya sana na kuona mwaka wa 5 ni mgumu. Kuna mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3 na mwaka wa 4. Najisikia vibaya sana. Na sitaki kuwa mnafiki. Kuna muda huwa nakaa na tafakari Mungu juu ya kakangelea na shida kupata Mungu. Anaweza asije ibadani, lakini atakutumia message chair, nimeshindwa kuja kwa sababu 1 2 3. Salimia wanakasi. Kuna time huwa nakuja kuiona ile message imeshatoka. Lakini hakuna siku ataacha kuja ibadani asikutumie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wengine huwa tunafutika kama upepo. Shwa, muone mtu. Kuna siku kuna mtu ambaye ananitafuta kuangalia kwa kweli. Sasa hapo ndipo tulipopata nafasi ya kumjua Mungu wa kweli. Na kukombolewa kwetu tukatoka katika ulimwengu wa giza tukawekwa katika ulimwengu wa pendo la Kristo. Sasa baada ya kumjua Mungu wa kweli, ina maana sasa inachotakiwa kifuate ni kuwa na amani na kuwa na nini? Neema ya kufuata. Lakini sasa inafikia hatua kanisa la sasa hivi, imefikia hatua familia yetu ya Castle Amours, we are turning back to the things which are worthless. Yaani tumerudi nyuma kwa mambo manyonge ambayo Biblia ya Kiingereza inasema kwamba they are weak and worthless element. Ambapo hivi vitu vilikuwa vimefunga. Kwa Yesu asifiwe. Kwa nini tunarudi kwenye vitu ambavyo tumekuwa sio watu wa kuhudhuria ibadani, tumekuwa sio watu wa kuhudhuria maombi, tumekuwa sio watu wa kuhudhuria anything, pakiwa na mkesha tuhudhurie anything atufanye. Mimi nitawaambia kitu kimoja, no one is safe right now. Leo jana na leo nilikuwa nafuatilia habari ya daktari. Nasikia kuna daktari alipotea hapa Mbige. Baadaye amepatikana amefariki Coco Beach. Kama tafakari na what is kijana mdogo, yani yule bado ni kijana, yuko kwenye kundi la vijana. Anaweza kama amekuzidi umri lakini bado ni kijana. Inawezekana alikuwa ameoa, sijapata taarifa hizo. Inawezekana alikuwa na mtoto, na nikiangalia kama atakuwa alikuwa na mtoto, maybe mtoto ambaye yuko under 10. Yule mtoto anaenda kukua bila baba. Nikawa nafuatilia kuna mtu aliposti video yake, alikuwa amefanikiwa kufanya operation ya mtu aliyekuwa na uvimbe kichwani. Alikuwa anafanya kazi kanda ya Mtwara. Kuna mtoto alikwenda hospitali kwa miaka 9, mtoto alipata ajali, damu ikaingia kichwani, kwa hiyo alifanya kufungua kichwa, akatoa evacuate ile damu. Yule daktari alikuwa anaelezea kutoka kufanikiwa. Ndio the first operation ilifanyika katika ile hospitali. Na yeye na timu
yake ndio alikuwa watu wa kwanza kuifanya pale. Maswali zingine inaweza kuwa zinafanyika sana, lakini kwa kanda ya kule ilikuwa operation ya kwanza. Kwa hiyo unaona it is a promising future ambayo ilikuwa inakuwa. Maybe ndio maana alikuja kusoma maybe general study, I don't know, nini kilivutia. Lakini ninachotaka uone kwamba it was promising future ambayo inakuwa. Lakini leo amefariki. Christ iko juu sana, iko juu sana. Iko juu sana. Angalia tunachoendelea sasa nchini, nasikia kanisa bado limefungwa, sio labda. I want you to know the spirit of Antichrist iko juu sana. Na spirit of Antichrist inapokuja, usitegemee itakuja kama roho iache kukaa au izuie wewe kutaka kanisa. No. Inaweka conviction ya wewe kukataa kanisa. Na haiwezi kuja kukuweka conviction kwa sababu mimi sitaki kusali, tunaamua kwanza usitaki kusali. Inapoweka conviction inakuletea conviction of excuses. Kwamba ni mambo mengi. Kwamba ratiba ni ngumu. Si vile inawezekana. Mimi mpaka sasa hivi sielewi au mwaka tano tukali. Lakini I'm pretty sure ni kwa sababu priority yao ni ibada. Ndio maana ndio wako hapa. Priority yao ni ibada. Maisha ya heshima ndio wanafunzi. Tunakumbusha maisha ya na hichi ni kipindi ambacho tunatafuta Mungu, tunapata maombi ya hakika. Sinasikia watu wanasema maombi ya hakika. It will reach a point utashindwa kuwa unapata muda mzuri wa kuomba. Lakini kama ulikaa vizuri katika maombi this time, haya maombi yatakupenda. Kama dakika 10 za kuomba, utaomba kwa imani na vitu vitatokea. Wakati namaliza diploma ya Mungu sasa, nitapunguza kidogo. Lakini nafika nyumbani ndio mpango wa kidogo. Nilipokuwa mwenyekiti wa mambo ya misheni, akawa mbaya sana. Alikuwa anawaza nimemaliza sasa kwenda kutafuta kazi. Nimemaliza first class degree, nimemaliza diploma na pia tano na shule. Nikawa najua kwamba hakuna kitu tena utaniambia. Deadline iko kichwani. Tena deadline nimeweza zote mbili, ya Zanzibar na ya hapa. Utakuambia nini? Lakini uweza mimi ndio nikaa nyumbani na refu na hizo kwa nafikiria kwa makiniza na mambo ya Mungu mtakatifu. Lakini kwa maisha ya ndio kwa kila mwaka wa kwanza wa pili anaomba mstaafu. Anaamini kama hivyo basi mambo katika kazi. Ukija kwetu tunaonyesha kwa daktari orthopedic surgeon mwaka 1976 orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon anasoma Italy. Walimleta afanye kazi. Alifanya kazi ya muziki miaka 5 kwa mstaafu. Is it wrong? Do you think kwamba kila mtu anataka wewe ufanikiwe? We need God. Nawaambia watu we need God. Na tunahitaji kuamka zaidi. Yaani sasa hizi inatakiwa uweze kujua, nikikwambia kaka Isaac, Mungu ni nani kwako? Peke yako, Mungu ni nani kwako? Hilo ni swali ambalo nataka kila mtu aweze kujibu. Mungu ni nani kwako personally? Who is God to you personally? Ukiweza kujibu hilo swali, itakupa direction ya wapi unaelekea. Na somaga kitabu cha Timotheo, Paulo anamwambia Timotheo, imani niliyoiona kwa nani? Kwa bibi yako, nikaiona kwa mama yako, niliona kwako. It's God to you personally. Je, Mungu ana uwezo wa kuja kuwatokea watoto wako akawaambia, mimi ni Mungu wa mama yenu Anet? Ana uwezo wa kuja kuwatokea wajukuu wako akawaambia, mimi ni Mungu wa bibi yenu Anet? Hawatokea waambie, mimi ni Mungu wa mama yenu. For whom I travail again in the pain of labor until Christ is completely and permanently formed within you. Hicho ndio Mungu, hicho Kristo Yesu anachokisema kwa ajili yetu. So mimi Kristo Yesu anachokisema kwa ajili yetu. Tume Paulo alikuwa akiwaambia watu watoto wadogo, ninawaonea utungu tena mpaka roho ya Kristo ipike ndani yenu. Roho ya Kristo inahitaji kupika ndani yetu kwa upya. Kasi yetu tunahitaji kuamka kwa upya. Ule uamsho ambao tunautaka kuona ndani ya kasi inabidi uje kwa upya. Ndio maana
nadhani ni 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 2 nadhani inasema kama watoto wadogo tamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili mpate kufanyaje kukulia wokovu. Hapa nataka tuelewane neno moja. Wokovu kwenye there are stages za kukua katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kibugo au kama unasoma kitabu cha theology, systematic theology, utagundua kuna 3 stages za kukua katika wokovu. Ya kwanza utakuta mkwambia ni purgative state, right? So nasema stages of spiritual growth. Ya kwanza utakuta mkwambia ni purgative stage. Ya pili ni illuminative stage. Na ya tatu ni unitive stage. Ziko stage 3. Wengine wanaweza kukutana na kukia 5, lakini ziko 3 ni purgative, illuminative na unitive stage. Kwenye purgative stage ni ile sasa stage ya kwanza ambapo unaondolewa katika ulimwengu wa giza, unaletwa katika ulimwengu wa nuru. Unaanza yaani unalelewa. Ndio ile stage ambayo umezaliwa. Ndio hapo sasa unaambiwa kama watoto wadogo tamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa mpate kukuliwa wokovu. Ndio hizo mpate kukuliwa wokovu. Kwa hiyo unakuwa unapewa chakula kidogo kama mtoto. Inapokuja illuminative stage, ndio stage ambayo unaanza kushine. Ndio stage ambayo unakuwa kama vile ni gold, yani wanaipitisha kwenye blast furnace ili uweze kung'aa. Ndio illuminative stage. Na hii stage iko subjected to temptation, a lot of temptation. Kumwacha Mungu kutokea hapa, kujiinua ndio kunatokea hapo. Sababu at this stage utaomba utapokea mkono wa pepo yalipuka. At this stage, illuminative stage. At this stage utaomba mambo yatafunguka. Ndio kuna mtumishi mmoja nilimsikia anasema kwamba kuna mtu alianza kukemea pepo, akasema wewe usikemee kwa jina la Yesu na kukemea kwa jina langu. This stage. And the last stage is unitive stage. Wewe na Kristo mko mmeblend. At this stage, hii ndio stage, the higher stage of growth. Ukifikia the unitive stage, ndio ile stage ambapo inasema chakula kigumu ni cha watu wazima, ambapo kwa kutumiwa wamezoesha akili zao kuweza kuchanganya mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo we need God katika spiritual growth. Na mimi ninawaambia, nitamani sana nipate kuongea na wengi, lakini ninyi mliopo ndio Mungu anawakusudia. We need God. Kwenye masomo we need God. Sijui kama mnafuatilia, niliona mwaka 2022 nilipata taarifa, nilifuatilia. Watu walikuwa wanasoma medical doctor chuo cha University of Dar es Salaam mwaka wa 5 walidisco kwa kitu kama 96. Ile namba mpaka leo iko kichwa 2022. Mtu amesoma mwaka wa kwanza, wa 3, wa 4, wa 5 na disco. Exact no. Mwaka huu amedisco ngapi? More than 20 something. See? Social affairs, mbona napita kwa mitandao ya kijamii for social affairs. Exact no. Ukianza kuelewa hivyo, ni watu ambao wengi wenu tulisoma nao form 6, si? Wengine tumemaliza nao, si? Tunawajua uwezo wao, they are smart. Unajua kwa sababu mtu anajua ana uwezo wa kusoma. Mwaka wa 5. Sijajua lakini kaka anaelewa anasema most of the subjects za mwaka wa 5 mtu anakuwa ameshaanza kupata mwangaza mwaka wa 4, right? Kama umefaulu mwaka wa 4, afanye na kufaulu mwaka wa 5. Huwa nawaambia watu inahitaji zaidi ya akili kuweza kufaulu. Inahitaji neema ya Mungu kufaulu. Sasa unaipataje neema ya Mungu kama ukae karibu na Mungu? You can get the kindness kama ukae karibu na Mungu. Huu mwaka unaanza, Mungu alisemesha scripture leo nipa 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians 12:9. Si kwa nini alisemesha ile, lakini kadri siku zinavyoenda atazidi kuelewa. 2 Corinthians 12:9. Naomba utafakari mstari 2 Corinthians 12:9. Neema ya Mungu kutosha. Neema ya Mungu itakayokufanya believe. Neema ya Mungu itakayokufanya umalize. Sijui kila mtu ana imani ana uhakika. Ulianza wangapi darasani mpaka sasa hivi uko wangapi? Kila mtu wake.
only the mercy of God inataka kufanya uamuzi. Si ndio? Wewe you need God. You need God. Ulishawahi kuanza mtu anaamka anatoka anamwambia mkeo, mimi nawaambia watu, anaondoka na mkeo. Ngoja nikatafuta chochote kitu familia ile. Anatoka alafu anarudi, badala ya kurudi akiwa anatembea anarudi akiwa kwenye coffee. Vipi alipata fire pale akatoka kuondoka sakafu. Mwingine anatoka alafu anarudi kavunjika mguu. Mimi natumia usafiri kama kasi. Wala usafiri bwana. Wala unaweza. Usafiri unasumana kama mbuzi. Wanajiulizaga pale mwendo kasi ninapopaki pale. Kuna kitobo. Ukifungua unaingia moja. Ukivunjika pale sijui. Lakini mfupa wa mtu mzima ndio mkubwa. Zipo dawa ambazo tunaweza tukakupa kuunga haraka lakini expensive. Familia zetu zinaweza kuunga. Lakini ni nini nitapoteza kwa kukaa kitandani? Kuna mtu anaamka figo zinafeli. Hamjawahi kusikia? Yaani mtu kaamka eti figo zinafeli from nowhere. Nimesikia sijui ni chuo gani kinatangaza. Ni chuo ambacho nilifanya diploma. Kuna mwanafunzi amefariki. Sasa ni figo zinafeli amefariki. Mwaka wa 3. Is that normal? Kuna mtu anaamka amelan mental. Is that normal? And still bado unaamini kwamba uko hapa kwa nguvu zako. Still unaamini neema ya Mungu haikutosha. Still unaamini bado unaweza ukafanya vitu kwa mambo yako mwenyewe. Maana unakuta mtu mwingine anakuambia nilikuwa naishi moja najifanya kuweka mishini, nikafanya mishini baadaye. Sitasema nani lakini kuna mtu nilionana naye leo nikamwambia twende baadaye. Kuna event fulani inafanyika hapo ni cafeteria. Sisi ni new cafeteria, sisi ni cafeteria. Kwa nini naenda hapo? Nikamwambia mara nyingi nikwambia kwenye baadaye tunasumbuana. Lakini hiyo event umeblash mpaka kiatu. Akaniambia nitakuja tu baadaye, usijali tena, nitakuja tu. Nikamwambia it's okay. Nataka uelewe kitu kimoja. Nilichosema tafsiri yake ni hapa. Sisemi ili kukufedhesha ila tafsiri yake ni hapa. Kati ya event na Mungu, event na priority kubwa kuliko Mungu. Na kuombea Mungu amsaidie. Lakini nenda usije badala kwa sababu ukija utahisi unakuja kwa kuniogopa. Nataka ukija ulimwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini Yesu anasema muda ni sasa na muda ndio huu ambao waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. We need God. We need God. No one is safe without God. Mambo yanakuwa yako mengi. We need God. Maisha ya mambo mengi. We need God. We need God. Being there done that. Being there done that. Maisha ya mambo kuna mistake nilizifanya sana nikaona mtu akazifanya. Being there done that. Wanaambia watu kuna mambo mawili katika ile kauli ya kuongelea full mistake. Jambo la kwanza ni leo full mistake unaangalia huyu anafanya makosa wapi ndio maana akaanguka. Akipita njia ipi akaanguka. Akipita pale kuna shimo akaanguka. Hii speed pale akipita njia. But the first definition ya kuelewa full mistake. Another definition ya kuelewa full mistake. Unapita pale alafu unaanguka. Usije kuanguka. Kuanguka na kuinuka kunategemea pesa. Sometimes kuna watu wanataka graceful high kiasi kwamba watainuka. Na mtu mwingine anaanguka. So we need to go. Lakini tujifunze kwa watu wanaotutangulia. Pasipo Mungu hakuna mahali kukwenda. Ni matano ndio wanapiga matano hapo hapo. Mimi naamini kabisa kuna mwaka nilikuwa namsikia kana baba anasema. Hii kauli alisema yeye kwake anaweza kawa ni toka kawaida lakini Mungu amwona kaka. Inanijia mara kwa mara anasema mtu mtumikie Mungu. Kuna namna kwa Mungu
kutumika katika mambo yako. Akasema na kuahidi kutumikia Mungu utafeli. Nini ndio nokani? Kutumikia Mungu utafeli. Anakumbuka anasema kutumikia Mungu. Kwa hiyo katiba ukianza kupata muda wa kusoma sana. Utakuta kusubiri gari fulani limekataa, sijui kile. Tunafanya zile church station. Tunataka kwenda Kilosa, unasikia mara kitu hiki kimepelea unafuata mwenyekiti au katibu. Unaona ndio hiyo wanapohangaika. Ndio ndio wanafanya. Ndio maana wako hapa. So ushuhuda tunao expect tukiwa alisema siku moja mzee Mboka, unapomtumikia Mungu unamkopesha Mungu. Na Mungu sio dhalimu akakimbia jasho la mtu. Kwa Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukimbia jasho. Mimi naweza nikakuzuru. Sababu bila Mungu hawezi kukuzuru. Mtumikie Mungu kwa hali na mali. Tumesema tuna fellowship, tunakuja kusali hapa Ijumaa. Si ndio ilivyo kawaida? Biblia inasema msiache kukutanika kama ilivyo kawaida. Hii ndio kawaida yetu. Njoo tukutanike, tusali, tumwabudu Mungu. Muda wa Mungu njoo. Muda wa kusoma anaenda kusoma. Tumesema tuna intimacy ya wilaya, twende. Tumesema tuna intimacy ya mkoa, twende. Tunasema tunakwenda au kuchumisha, twende. Tumesema tunakwenda prayer, twende tukasali. Yaani hakuna namna ambayo utakwenda mbele basi kusali. Hakuna namna. Prayer open doors of everything. Maneno sivyo. Waache ujanja, yaani zile kona tuziache. Ndio ujanja ambao tutaacha. Lakini at the end of the day, kweli unaokoka, na mimi nakubali unaokoka. Mbinguni unakwenda, lakini siku na hukumu ya watakatifu. Kwamba unataka waambiwe kwamba your work done was equal to zero. Katika kazi. Your work done was equal to zero. Kwamba it's okay, umepata neema ya kuingia mbinguni, lakini your work done was equal to zero. Halafu unamuona mtu labda kwa kuida anapewa time. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie sana. Tunamhitaji Mungu kuliko kawaida. Yale mahubiri ya kutishana kwamba usipokuja kusali unaenda motoni. Lazima hivi hatuna muda wa kuambia that is my desire. Ni mkali mara 70 sio huu moto duniani. Hapana. Tusifike. Penda Mungu kutoka moyoni. Ukipenda Mungu kutoka moyoni, hakuna mtu atakusukuma kuja ibada. Ukimpenda Mungu kutoka moyoni, hakuna. Tunaandaa training za IT. Watu hawakuja. No, that's not fair. Ile siku ya intimacy ya wilaya, ilikuwa ni seminar ya viongozi. Nikasema kila mtu ni kiongozi, as long as unaokoka wewe ni kiongozi. Njoo. Watu hawakuja. Kiliandaliwa chakula cha 100 people. Watu hawakuja. Hapa tusifanyie kiburi Roho Mtakatifu. The last time ambao mtu aliulizwa mbona unamfanyia kiburi Roho Mtakatifu, you know what happened? Anania na Safira waliulizwa mbona unamfanyia kiburi Roho Mtakatifu. You know what happened? Kasweda ni familia. Usijiingize kwenye mitego. Kasweda ni familia. Si katika kujigamba wala katika kujisifia. Lakini nataka mjue tunawaombea. Kama viongozi watu tunasimama tunawaombea. Moja ya sehemu ambayo tunawaombea ni msimame vizuri katika imani. Mimi ninapokuombea usimame vizuri katika imani. Ninapokuombea ufanikiwe, Mungu anataka kutumie. Unapokataa Mungu asikutumie, na mimi nimekuombea Mungu akufanikishe. Maana unachukua mafanikio yake unashindwa payback kwa kumtumikia. Sitaki kuingiza kwenye dhambi. Kama unaona unaweza unataka kwenda kujaribu nje, it's better unasema tukalifunga jina lako katika members of Casper, tukakuruhusu ujaribu nje, ili tunapokuombea uwe hauna legal authority ya kupata yale majibu ya maombi ambayo tunakuombea, kwa sababu jina lako tumekwisha. Lakini ukipata
ukishindwa kusimama vizuri na Mungu wako na kwa ibada. Kuna vitu na vichuma ambavyo havisaidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tukumbuke wote ni wanafunzi. Haipendezi sana katibu awe anakufuatilia mara kwa mara kwa sababu ya kuja ibadani. Haipendezi. Ni nzuri lakini haipendezi. Bwana wakati niko chuoni kwa na mabedi ofre. Na kwa kila mara atanipigia simu muda wa maombi. Unataka nilikuwa na mimi namuwahi afu nampigia simu. Nitakiwa na wewe siku moja unawahi. Yaani au siku moja tu namtumia message katibu na kukumbusha leo ni muda wa maombi, twende tukaombe. Amesema hapo watu hawajakumbushwa, tukumbushane. Unamkumbusha na wewe mimi nakukumbusha au unanitumia message mwenyekiti. Leo ni maombi ya fellowship, twende zetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunakuwa wachache. Kwenye ibada tunakuwa wachache. Sasa japo darasani hamna watu pia ukienda. Asa ndizo mtu yuko wapi? We need God. We need God. We need God. We need God. Tunahitaji Mungu sana. Yaani tunahitaji kuamka kwa upya. Tasifete kulala. Tunahitaji kuamka kwa upya. Kuna training yoyote jichanganye somo. Elimu haina mwisho. Jichanganye somo. Tuna formal education na informal education. Kuna vitu ambavyo ni skills tu za kawaida unazokuwa nazo. Mimi sijui nilikuwa namuuliza katibu. Nawaza. Wapiga vyombo wakimaliza. Hivi kuna watu wakuja kuteka over. Natamani kuweka. Vyombo vipo hiyo vinatumika. Kwa Yesu asifiwe. Lakini posta. Kuna posta za Lagos zitengenezwa za wilaya. Wewe unapigia simu kaka Imani, tengeneza posta ya wilaya kwa nini? Sometimes anakuta naye ana ratiba ya wanafunzi anahitaji kusoma. Mkiwa wako wengi wana ile skills, ni rahisi kusema okay, yoji tengeneza basi posta tusaidie hii kwa sababu kaka naye anaenda hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunasema tunaenda kwenye kwa evangelism. Kuna mtu anakutazama wewe tu. Kaka bariki. Nataka niwe kama bariki. Juzi nimekutana na mtu, anasema nataka niwe kama wewe. Kwambia hapana, usome. Mimi nakuombea uwezelia. Nina mapungufu yangu, my weakness. Sitaki sikanywe yako. Kuna mtu akamwambia, "Cha kwanza uokoke." Hapo tena walipokuwa ajabu anasema, "Cha kwanza uokoke." Sisi ni wafellowship gani sasa? Nice ni nini wanaita? Ndio akasema cha kwanza uokoke. Mimi nimejua kusema cha kwanza uokoke. Lakini Mungu akasema mwambie cha kwanza uokoke. Nikamwambia alichosema ni sahihi. Cha kwanza uokoke. Kuna mtu anakuangalia wewe kama hivi unavyojiona, unatoka jizalo kwa mtu anakuangalia kama. So, sasa tunaenda kujitoa maendeleo. Na usijue unaishi kama maisha ya nani. Lakini ni zaidi ya hapo. Tuliongea wakati tuko na Nyeri Kilosa. Kuna mtu alimfuata, alianza kuja kwa yule mama. Akamwambia ana mwanae, akiona watu wanamtumikia Mungu anashangaa sana. Roho inamuuma kwa sababu watoto wake hawamtumikii Mungu. Akasema nina mwanangu, natamani apate mtu wa kuongea naye. Alianza akamfuata Geoffrey akamwambia, Geoffrey alikuwa na kazi, akamwambia aende kwa imani, si ndio? Au alianza kwa imani akaja kwa. Lakini Eliza alianza kwa Geoffrey akaenda kwa imani. Imani naye akawa ana kazi. Yule mtu akaletwa kwa. Hata msijamuona. Lakini kaja kwa kuna mtu anajaribu kuongelea na moja mbili tatu. Kama soko taongea naye. Kwa sababu nilikuwa sina kazi at that particular time. Mungu alipokuwa ajabu. Yule mtu naenda kumwangalia classmate wangu form 6. Yule mtu ambaye unapewa kuongea naye mama analalamika mtu classmate wangu form 6. Sio classmate wangu form 6 tu, alikuwa rafiki yangu hivi. Mama yake anakuja naye pale ndani ya gari, nitafungua mlango wa gari. Nashangaa anataja jina Malewa. Mimi jina leo nalikumbuka. Surname yake tu.
jina la mwanzo nishakufuta. Hataji kabisa jina langu zima Robert Malewa. Mama yake akashangaa. Nikamwambia mama, ndio mwanao anayesema anakusumbua? Ndio akaniambia huyu mwanao nimesoma naye form 6 kazi. Wala msogope mimi nitamwona naye. Nilichofanya ni nikamwambia sikiliza. Tulipigwa suspension wote right. Sometimes unajua kwa tulipigwa suspension wote right. Tulisumbua wote right. Akasema ndio. Kwa form 6 tunamaliza tulizingua wote right. Mimi kama mwaka wa kwanza nikadisco. Wazee wako wakinitumia hela mimi nakula mwaka wa kwanza na wa pili. Hata milioni 5 kuseka tu kwa mwaka. Ndio nikapakia. Mzee anakuja kwa anajua bwana anaenda kulala tu mwaka wa 3, na wewe bwana anaenda mwaka wa kwanza kumaliza. Amekukata milioni 10. Na hapo hiyo milioni 10 ni ana unakuta anakwambia baba sina hela ya kula, sina hela nini. Ni hela nyingi. Nikamwambia sikiliza. Still there is grace. Mimi naamini nilipofika nikamwambia mimi naona na diploma ya clinical medicine na diploma ya nutrition na diploma ya counseling psychology. So kwamba nilikuwa na akili, neema ya Mungu imenifanikisha. Mungu anafanikisha. Tulijaribu wote kukaa vibaya na Mungu, tukayaona madhara tuliyopata. Mimi nimejaribu kukaa vizuri na Mungu. Sisemi kwamba ni utakatifu. Kuna muda naanguka lakini still najua Mungu yupo nami nisaidia kuendelea mbele. Nikamwambia natamani wako very proud of you. Kaa zungumza na wazazi. Waambie nini unataka. Kama shule imeshindikana waambie nini unataka. Lakini zungumza nao. Lakini zaidi ya yote tumikie Mungu. Mungu akikuamini wanadamu watakuamini. Kuna siku nikaenda kuongea na baba yake, tuko naye yeye na baba yake. Na baba yake anakumbuka siku ile tumepigwa suspension. Ulikuja kule shule unakumbuka kuna mzee mliongea naye? Sio baba yake na yule mzee babangu yuko anambia yule mzee aliongea kitu cha ajabu sana. Your father must be very proud of you right now. Nilimwangalia mwanangu. Baba yako anakuambia you need to be very proud of you. Okay. Consider the fact when mtoto wa kwanza. Kwa hiyo tuliongea naye mengi. Last time nilikuja kuongea naye ananiambia kwamba aliongea na wazazi wake. Kuna mahali ameenda sio kufuatilia kazi gani maana pia alisoma dereva wa gari makubwa. It's okay. I think unachotaka ndio kumtumikia Mungu. Tulimwacha chini ya Pastor Kikoni. Pastor wote walikuwa tunaongea naye ananiambia anaendelea vizuri. Anafundisha madarasa ya watoto pale kanisani. Go my point ni kwamba kuna mtu anakutazama. Mwezi jua huko tunapokwenda kukutana na mtu msoma naye. Jana nilikutana na mtu msoma naye Sumbawanga advance. Kabla sijamia Tabora mwaka hizo advance msoma shule nne. Hapo nilikutana naye nje na Peter kanigusa. Nikamwambia blaza wewe nakukumbuka ila sikukumbuki jina. Ila najua jina lako ni Lucky Alhaji. Akanicheka. Ukimwambia mimi nakukumbuka wewe, tukakaa ni mmoja kabisa. Sumbawanga. Akanitajia jina lake. Namuuliza uko wapi sasa hivi? Niko naangaika hapa kwa nikamwambia moyoni Mungu asante mimi siangaiki. Niliwaambia siku moja kuangaika nini? Ndio walisi kuna kwa jasho ni laana. Mtu anayeangaika nikamwambia naangaika na maana nakula kwa jasho. Kuna kwa jasho ni laana. Hilo somo tutakuja kusoma siku nyingine. Lakini ninachotaka amka leo. Kama familia tukae vizuri. Tumtumikie Mungu kwa pamoja. The last supper wakati Yesu anaifanya alichukua mkate akawapa kila mtu kwa kipande. Si ndivyo? Kuna mtu alipewa kipande hichi cha mkate na mwingine akapewa kipande hichi. Hakuna mtu aliyepewa mkate mzima, si ndivyo? Tafsiri yake ni nini? Yesu anasema, "Twaeni mle wote, huu ni mwili wangu uliotolewa kwenu kwa ajili yenu." Kama mkate ni mwili wa Kristo, ina maana kila mtu anapata katika nini? Katika mwili wa Kristo. Si ndivyo? Ina maana yawezekana, metaphorical speaking, blaza amepewa sikio la Kristo. Huyu amepewa mkono wa Kristo. Amepewa labda moyo wa Kristo, amepewa kichwa cha Kristo. Metaphorically speaking. Sisemi ndio uhalisia. Sasa ili mwili wa Kristo upate kuwa pamoja, ni lazima nyote mfanyaje? Kutane, mwepo, mfanye kwa pamoja. Ndipo mnaujenga nini? Mwili wa Kristo. Ndivyo.
Tumeacha yaliyo mapenzi yako, tumeacha yaliyo makusudio ya kuitwa kwetu na kukombolewa kwetu. Mungu
tazama ni wasaa mwingine Jehova nisi tunakwenda kutoa kile ambacho umeweza kutupatia, nasi tunakirudisha mbele zako mfalme wa amani. Tunaomba kwa kibariki, kwa kitakase, kwa kila mmoja atakayenyosha mkono wake katika kikapu hichi. Bwana mfalme wa amani, ukamkumbuke katika kila jambo analolifanya, ukamkumbuke hata katika kila hitaji la moyo wake. Asante mfalme wa amani, Bwana unakwenda kwa pamoja nasi. Amen. Lakini point hapo ni kwamba tujitahidi sana kuhusu mchango. Hata kama unaona graduation yako iko mbali, sasa unaona ya kwako itakuwa nini? Tutakuchangia pia, atakao kwa watakuchangia, bosi anachangia. Mungu awabariki sana. Lakini outreach mission tayari tuna form ziko pale, najua 80 ni kubwa kwa uchumi wetu, lakini kwa sababu tunaenda kwa ajili ya kazi ya Mungu tutafanya, lakini tuna form pia. Kwa hiyo hata wale ambao hawaendi watatupeleka kupitia michango yao. Kwa hiyo form zitakuwepo na zitagawiwa baada ya ibada. Lakini pia kitu kingine, leo tunamkesha. Wangapi hawajui, yani kama hujui? Okay, kuna wachache ambao hawajui, lakini leo tunamkesha ambao tumealikwa ofisi na president watahudumu pale. Short president tutahudumu, kwa president tutahudumu, lakini pia wote kama Kasfeta twende. Tutakutana saa 3 kamili Mwembeni na wana Kasfeta tunajua sana kuwashukuru. Sasa siku ya leo hatuwashukuru. Saa 3 ni saa 3. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba ndio iwe na sio iwe. Sasa tukisema saa 3 tunamaanisha saa 3. Amen. Tujitahidi sana. Lakini tutakuwa na church visitation siku ya Jumapili. Tutaenda Ilala kwa walezi wetu pale nyumbani. Sawa. Kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya hiyo, tutaenda pamoja wote kama Kasfeta Muasi. Lakini kwa nini tunafanya yote haya? Tunaenda hapa church visitation, tunakialika mkesha, tunaenda. Sisi ni watu wa Mungu, Bwana siweza. Na watu wa Mungu wanaposhirikiana inapendeza. Kwa wakati mwingine tunawapelekea labda kanisa fulani, tunaomba mchango au kichumishe, sivyo? Kwa sasa na wao kukualika hapo utaenda kwa uhalisia tu kwamba yani mimi nimekualika Benja. Ni usiku mzuri ambao tutaenda mbele za Mungu. Tutapata muda mbele za Mungu. Amina. Amina. Hisi nimemaliza.
lakini tutakuwa na door to door evangelism Jumamosi next week. Tutaliweka vizuri siku ya Ijumaa. Amina. Ile door to door iliyopita ilikuwa nzuri na watu walimpa Yesu maisha na watu walifurahi. Yaani unapomwendea mtu unamwelezea habari za Yesu, mtu anafurahi, mwingine anatamani kujifunza zaidi, mwingine anatamani kabisa aokoke. Kwa hiyo tutafanya hivyo. Kama sisi tumeitwa ili tukazae matunda na matunda yetu yapate kukua. Sasa this is a good chance for us to go and bear the fruit. Bwana asifiwe sana. Lakini pia Preston nishaambia wabaki na sasa tangazo la kwanza ni mradi wetu mkuu wa Gas Center. Kama mnakumbuka, tulipanga kuwa na mradi na tukatoa linki ya kujiunga kwa ajili ya kuweza kujibu kwa pendekezo lako. Mradi naona ambao utakuwa ni sahihi sana au utakuwa ni mzuri wa Gas Center mwanzo kuweza kuwa nao throughout. Bwana asifiwe sana. Ile linki tulitoa, tunashukuru kuna watu baadhi walijaza, sitasema ni wangapi. Lakini ninachowaomba wana Gas Center, hili swala letu sote. Bwana asifiwe sana. Tujitahidi sana kama mtu hujafuatia. Pengine labda unaweza kuwa sio mfanya biashara mse. Lakini unaweza kuwa na mtu ambaye labda ukaenda kujifunza kwake. Kupitia kwenda kujifunza kule ukaja kutupa kitu ambacho tunaweza kufanya vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tujitahidi sana, fuatilia biashara fulani, mradi fulani, ili na sisi tuje tufikie sehemu fulani. Kwa hiyo kama wewe hujajaza ile link, na kuomba sana ingia na ujaze. Na ukienda kujaza, make sure unajibu maswali yote. Ukisubmit bila kujibu swali hata moja, majibu yako hayatafika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama umeshaandika pengine kama unajua umeshatuma, nenda katika kwenye link kaangalia kama unajibu maswali yote pale. Ili ukisubmit basi majibu yako tuyaone. Amina. Swali lingine ni ahadi au madeni. Sija niite hiyo madeni bali kidogo. Ni Bwana asifiwe sana. Jamani, kuna watu ndani na wadai. Na leo ni muda mrefu umeshafika sana. Bwana asifiwe sana. Maombi kitu kimoja. Weka idara miradi sehemu kama kusoma kama prayer point. Bwana asifiwe sana. Naomba mnisaidie idara miradi basi tutakuwa mnaombea vitu vingine. Na miradi akasema kwa siku umeweka kama prayer point. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kitu kingine ni t-shirt. Bwana asifiwe sana. Tulitoa logo siku moja mwanzo kama display hapo nje. Logo ile display. Theme yetu ni divine touch. Awaken the spirit, renew the what? Renew the mind. Kwa hiyo ndio logo ambayo tutatembea nayo. Na kwa neema ya Mungu tulipata t-shirt tushazitengeneza tayari. Bwana asifiwe sana. Vigelegele basi. Amen. Tunatengeneza t-shirt kwa neema ya Mungu na kuna wachache sana ambao wamechukua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, hii t-shirt ni za kwetu sisi sote. Bwana asifiwe sana. Kila mwanakasi lazima avae t-shirt. Amina. Na tumetengeneza baadhi ya video leo ambazo na baadhi ya foto tutazitengeneza, tutazisambaza muda si mrefu. Tuanze kuzibrand t-shirt zetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sisi ndio tu wa kwanza kuzipata t-shirt. Hamna mtu wa Bufesi, hamna mtu wa Tavis, hamna mtu wa wapi katika invite t-shirt kama leo jamaa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tuwe mfano. Bwana asifiwe sana. Bei ya t-shirt mazifahamu display ya kuonyesha barabara. Tuna long sleeve, tuna round collar, kuna top 6, kuna hoodie. Zote hizo hapo utaangalia nguo gani ambayo wewe itakufaa zaidi kuweza kuipata t-shirt. Bei zote tofauti. Bei hapa form 6 na shilingi 15, round collar 15, long sleeve 20, hoodies 25 na kefu shilingi 10,000. Bwana asifiwe sana. Tunaomba sana kuweza kusupport hili swala. Kila mmoja apate t-shirt. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitatuma link weekend hii kuweza kuweza kujaza ili request kama unataka nguo gani. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja kwamba atapata nguo gani basi utaweka kule na niseme na size ya nguo ambayo unaivaa. Bwana asifiwe. Zote utajaza pale, alafu hiyo nguo itakuwa
jitahidi sana 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 na Mungu atawabariki. Lakini kidogo nitoke, mwangalie jirani yako, mwambie ongea hapo kwa kweli badala. Okay, sasa natamani tufanye jambo moja. Karibu tena, kila Ijumaa tunakuwepo hapa kwa ajili ya kuhubiri. Karibu sana. Natamani kabla sijaisha ibada mazini, hiyo ile inapatikana shika. Jumlisha na expo inapatikana 74. Kwa maana hiyo hata mtu mmoja haendi. Hata mtu mmoja haendi. Naomba. Mimi nikikataa kuwapeleka mtafanya mimi nikae hapa na mimi kwa kana njaa sasa. Sababu inabidi nitoe pesa yangu na tuliza. Basi kwa kumheshimu Mungu naomba tusimame kwa kushika. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, wewe uliyetuumba mbingu na nchi na mkono wako na zitunza na kuzihifadhi. Mungu unayetulinda na kututunza nyakati zote. Tunasema asante kwa sababu tangu mwanzo wa ibada hii umekuwa pamoja nasi na sasa tumefika tamati katika ibada hii bado uko pamoja nasi. Tunapotoka mahali hapa Mungu hatuondoki ndani ya pendo lako wala tuondoki ndani ya mahusiano na wewe. Tunabaki ndani ya pendo lako na tunabaki ndani ya ufalme wako. Lakini tunaendelea na ratiba zingine tukiwa ndani ya pendo lako. Tunakushukuru kwa sababu umesema nasi katika kila aspect ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu mbegu yako umeipanda ndani yetu. Mungu tunaliamini na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya wale wapendwa wetu ambao kesho wataanza safari kwenda Dodoma kwa ajili ya Youth Conference. Mungu tunaweka katika mikono yako. Afya zao na miili yao ikawe chini ya ulinzi wako Bwana. Ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu kawatoe mahali hapa salama na ukarudishe mahali hapa salama. Wakafike Dodoma salama Bwana. Wakajifunze kile kitu ambacho kitakuwa kinaleta impact katika ufalme wako. Ili watakaporudi wapate kuja kushare na sisi Bwana. Ninaomba Bwana ukawabariki kila hatua ya maisha yao Bwana ukaizingatie. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukazingatie watakapolala, ukazingatie watakachokula. Mungu pasiwepo na chochote cha kuwazuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu ninawaombea na wanakasifeta wote Bwana. Roho Mungu akawe juu yao. Roho ya ibada ikamke juu yao. Roho ya maombi ikamke juu yao. Roho ya kusoma neno ikamke juu yao. Mungu akakae katika ule wito ambao umewaitia. Wakayatende yale yaliyokuwa mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu kayakumbuke masomo yao. Kuanguka pasiwepo na mtu kukwama kwa kisingizio chochote kile, kwa sababu sisi tu vichwa Bwana. Na umesema tunazo akili nyingi kuliko wakufunzi wetu. Mungu naomba hilo ndio kawe portion yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunapotoka hata mahali hapo kuelekea katika sifu katika roho na kweli, tukakuabudu katika roho na kweli. Ilimine roho yako ya sifa ndani yetu, ilimine roho yako ya kuabudu ndani yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini hata hivi Jumapili tutakapokuwa tunaenda church visitation pale JJ Lala, Mungu naomba ukatukusanye wengi kwa umoja wetu kama fellowship katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tukafanye huduma nzuri pale kanisani. Mungu jina lako likapate kuinuliwa pale kanisani kupitia kasifeta Mungu Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaibariki na Jumatatu ya kila mmoja wetu Bwana. Nikabarikiwe kila anachokifanya, nikabarikiwe. Ninaibariki Jumanne ya kila mmoja wetu na ninaibariki Jumatano. Ninaibariki Alhamisi Bwana na Ijumaa pia ninaibariki. Mungu kakukutanishe mahali hapa tukiwa wazima wa afya. Tupate kukusifu tena na kukuabudu na kusikia kutoka kwako. Tupate kile chakula maana umesema mwanadamu hataishi kwa
maana ulikuwa ni ulinzi kwa yeye na kila kitu alichonacho, mpaka familia, mpaka watoto, kila kitu Mungu ulikuwa unakilinda. Ndio maana shetani alishindwa kukusa na akasema ni kwa sababu umemwekea na kuendelea mbele. Baba, ninaombea uchumi wa Nakasbeta Moas, asiwepo na hata mmoja atakayerudi nyuma kiuchumi. Kila mmoja Bwana ukamfanikishe kiuchumi kwa ajili ya kuinua jina lako lililo takatifu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu naomba nikishukuru. Amen. Barikiwe. Amen.